Naam, ikiwa tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AJR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka pale Marekani, mahali ambapo Wakenya ambao wanaishi pale Marekani walimsifia waziri wa zamani Daktari Fred Matiang'i kwa kusema kwamba kazi ambayo alifanya inafaa, na wakasema kwamba watamuunga mkono katika azma yake ya kuwania urais mwaka wa 2027. Wakenya hao katika mji ule wa Arlington, Texas walisema kwamba watafadhili kampeni zake. Kenya, from Ukambani, from the mountain, from Nyanza where I come from, and elsewhere, of people talking not individually, as a group, that we want Fred Matiang'i. Why? It is not because of your doctorate degree or anything else. It is because of your record, the record that you have left behind. There is a mark there. When you walk around in the countryside, in schools, you see yellow vehicles. The yellow vehicles. That is a mark of Fred Matiang'i when he was a minister for education. So, you also, when you were in that docket, you went to different schools. Earlier on, we used to hear such and school, so many A's, so many what? How is that? Na tukirejea nchini ni kwamba huku Wakenya wakiendelea kuomba haki kwa familia ya Albert Ojwang, leo kumeshuhudiwa furugu katika jiji kuu la Nairobi, huku makundi tofauti yakitokeza wakiandamana, huku pia wengine wakija wakikataa maandamano katika jiji hilo la Nairobi. Twende chini. Na katika siasa ni kwamba mbunge wa Kiharu ni wa hivi karibuni kuikosoa serikali ya saa kukosoa kutolewa kwa fedha za ujenzi ama kodi ile ambayo Wakenya wanatozwa ili kusaidia ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Mbunge huyu ambaye ni Ndindi Nyoro amesema Wakenya waachwe wajenge makazi yao wao wenyewe. The 70 billion was more helpful to our country when this money and the discretion to spend it was left to Kenyans. Na kwa hivyo tunauliza, kwa sababu tunasikia watu pale wa treasury wanasema wanataka kukarabati housing levy. Vile Wakenya wanauliza ni hivi, ile ukarabati muhimu inaweza fanyika ni abolish the housing levy in totality. Because the government figures themselves onyesha tukikatwa pesa tupatie serikali jenge nyumba, construction sector ina shrink. Kwa hivyo rudishia hii pesa Wakenya watajijengea. Na tukimalizia ni kwamba viongozi wa usalama kutoka kaunti ya Busia wamekuja pamoja wakisherehekea siku ya mtoto wa Kiafrika, huku wakiomba serikali ya Uganda kushirikiana na Kenya ili kuhakikisha kwamba watoto wale ambao wanarandaranda mijini wanashughulikiwa na kupewa makazi na vile wengine kupata elimu kutoka eneo hilo la Busia. Na tushusha moyo ni kwamba ukianza kuangalia hawa watoto mahali wanatoka, majority of them wanatoka Uganda. Serikali ya Kenya imeweka sheria ya International Conventions ILO. Kuna hiyo sheria kama inaweza tumika so that hata wale Uganda, because it's an international law, kama wale Uganda tunaweza shirikiana nao na pia wawe strict upande wao. Katika hii kaunti yetu nimepata challenge kubwa sana. Kama jana watoto wamekuja wengi, na hawa watoto wanatoka Uganda. Na si eti watoto hawana wazazi. Hawa watoto wamekuwa neglected by their parents in Uganda, na ningependa nchi yetu jirani ya Uganda
wapate kupea watoto wao elimu. Naam, kumbuka kwamba Police FC ndio walishinda ligi ya KPL mwaka huu, huku Shabana pia tukijaribu na vile vile Gor Mahia wakijaribu wakiwa kwa karibu sana. Ni baadhi ya taarifa ambazo ni za michezo. Mimi ni Videlis Moshoge.